Kwa dalili zote Dalia waminifu watachukuliwa, wote wataingia mbinguni. Pamoja na Mungu angoja sana Bwana Yesu, kama zamu angojavyo asubuhi. Baragumu la mwisho talia, waaminifu watachukuliwa, wote wataingia Yesu, kama zamu angojavyo asubuhi. Kwa dalili ninaona sasa kwamba Yesu yu karibu ya kurudi. Kwa dalili
mioyo yetu inayo majonzi makubwa, lakini Kristo tunaomba faraja. Tuonekanie Bwana, kipindi hichi ni kigumu. Utawale Bwana, utawale Yesu. Asante kwa sababu tunakukabidhi ibada hii Bwana, tukiamini kwamba utawala katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi kabla ya yote tutaenda na nyimbo mbili. Tuende na nyimbo mbili za watu wote. Kisha baada ya hapo tutaendelea na ratiba zingine. Amen. Maandiko yetu matakatifu kwa wasomaji wa Biblia. Hivyo nitaomba msomaji wangu wa kwanza asome maandiko matakatifu katika ile Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 4 hadi wa 6 kwa ajili ya faraja, lakini pia tutaangalia maandiko matakatifu katika ile Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 sura ya 4 mlango wa 13 hadi wa 15. Hivyo niombe msomaji wa kwanza aweze kukaribu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio tunasoma kama maandiko yanavyosema, ni ile Wakorintho wa pili 3 tunaanza 4 mpaka 6. Na tumaini hilo tunasoma Wathesalonike wa kwanza sura yake ya 4 na mstari wake wa 13 hadi 15. Ninasoma kwa msaada wa Roho. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. 14. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo nao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. 15. Kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia waliokwisha kulala mauti. Sema amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Okay, hatutaweza kuyapitia hayo maandiko kiundani sana kulingana na muda na majira ambayo yanabadilika, lakini pia niombe
Ile walwe jamata. Abetanyi. Bino bili bikela bya bajongo bino tabikyo sinisa. Tibi batani. Bale baba ni baba. Bale baba ni baba. Babo toba mwikolo ina. Baba ni baba. Bale baba ni baba. Babo toba mwikolo.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu David kwa ajili ya kuombea watu. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, uishie mahali palipoinuka. Papa, tuko mbele zako, tusema asante kwa sababu ulijua na kutambua nyakati na majira kama haya. Tuko mbele zako tukiomboleza kutokana na msiba wa mwanao ambaye amekwenda kuhitimisha safari yake ya kuishi hapa chini ya jua. Baba, sisi hatuna lolote la kusema. Maisha yake, hatima yake iko mikononi mwako. Na kwenda kuikabidhi sadaka au mchango huu ambao wana wako wamekwenda kutolea ni kwa ajili ya faraja ya familia hii ambayo imeachwa wakiwa. Kazi itakayokwenda kufanya na sadaka hii tunaomba ibarikiwe. Yote yatakayotendeka yawe chini ya mkono wa Roho wako Mtakatifu. Tunaomba yote yafanyike ni kupitia jina lako Yesu, aliye mwamba na mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine tunaenda sasa kulisikilia neno. Mwana ombanji bolonge. Jina la Bwana libarikiwe. Mwimba mama kule, mbona Mungu mnaitika hata kuimba muimbi kuitika amena nayo ni shida. Bwana wivu hao. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Mungu. Bwana wivu. Wiko. Mungu anene sisi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Okay, tunaenda kusikia neno. Hivyo niwe nimkaribishe mwenaji. Karibu baba, na Mungu akubariki. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa majina naitwa Bedi. Kuwepo hapa. Sema amen. Najua hapa watu wako kwenye majonzi. Mioyo kweli inauma. Lakini hakuna mtu ambaye ameshawahi kusomea kifo ajifunze kimetoka wapi au kimeanzaje. Sijawahi kuona huyo mtu kwenye dunia. Lakini leo nitaongea kwa wakati mdogo sana, maana masaa yanaenda ya Tanzania.
na sheria za nchi tunatakiwa tuziheshimu. Bwana asifiwe. Tasoma andiko moja, tongea na mtu ambaye aliitwa kuwa mtu, na yule mtu anatakiwa anisikilize. Sijaja na kuongea na wote walioko hapa, nimekuja kuongea na mtu ambaye aliitwa kuwa mtu. Bwana atukuzwe. Amen. Nisomee kitabu chetu cha Timotheo wa pili, sura ile ya 3 na mstari wake wa kwanza. Tunasoma Timotheo wa pili sura ile ya 3 na ile 1. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Amen. Bwana asifiwe sana. Ili andiko ni andiko nzito sana, na kwa sababu ulimwengu umejaa mifumo, watu wanaishi kwenye maisha ya kupuuza neno. Weka hatuna kupuuza, wewe puuza tu jinsi unavyojua. Lakini tunaishi kwenye ulimwengu wenye fumbo. Bwana asifiwe. Amen. Neno utakalopeleka nyumbani kwako, maisha ya kuponda muda duniani, maisha ya kuponda muda duniani. Bora kufa na kitu ambacho kimeishi kuliko kujiona uko hai na unatembea wakati huku umekufa. Sijui kama umenielewa. Dunia imejaa watu wengi sana, na hii karne ni karne ya 21. Kuanzia karne ya kwanza mpaka kufika kwenye karne ya leo ya 21. Karne moja huwa inachukua miaka 100. Bwana asifiwe. Amen. Sasa ili ufike kwenye miaka 100, mimi sijui mbingu imekuseti namna gani, lakini wewe mwenyewe ndio unatakiwa sasa ujijue jinsi gani unatakiwa uishi. Kuna watu wanaishi maisha ya kujipondea wenyewe, na wapo duniani tu, anajiona iko sawa, hataki kukosolewa, hataki kuambiwa. Sikiliza, kuwa na akili timamu sio kuwa na miaka 80. Kuwa na akili timamu sio kuwa na miaka 70. Unaweza kuwa mzee unayetembea na mti, lakini maneno unayoyaongea yakawa ya mtoto mchanga. Ukaishi kwenye familia yako ukawa uheshimiwi. Sijui kama tunaelewana. Lakini yule ambaye ni mtoto mdogo wenye umri mdogo akawa anaongea maneno mazito, familia yote inasema huyu ndiye wetu. Hivyo hatawahi kuona maneno inaenda kwa mdogo mtu inaacha mkubwa. Zipo nyingi sana kwenye familia zetu, si sawa? Sasa kuwa na akili, usifikirie miaka ambayo ulionao eti mimi nina akili. Unaweza kuwa na akili lakini haijatengenezwa. Kuna akili ambayo shetani halikuti akaipandikiza ndani ya binadamu. Hiyo akili binadamu wakawa wanatembea na akili ya kukopi ambao mbingu haijui. Kumbuka Adamu Edeni alipewa akili ya baba yake wa mbinguni. Sasa shetani kwa sababu ya wivu akaja kumlimbikizia akili ya kigeni, namna na kanuni alizotakiwa aishi duniani, akawa anaharibu mpango wote ule, akawa na uharibu. Bwana asifiwe. Akawa naishi duniani, akawa na akili ya kupewa iliyotoka kwa mnyang'anyi. Na ndio maana leo unaweza ukaangalia dunia imejaa akili hizi, kila mtu anajua. Bwana asifiwe sana. Kila mtu anajua. Lakini andiko hili linasema hivi, lakini ufahamu kwamba siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari. Hakuna mtu ambaye amezaliwa nje ya muda. Sisi wote tumezaliwa ndani ya muda, si sawa? Na tangu siku ile ulipozaliwa ndani ya muda kule hospitalini, ndipo muda wako ulianza kuhesabiwa. Na ndio maana tukirudi kwenye hotuba tutasikia siku na tarehe ya yeye kuzaliwa. Tangu siku ile wakaanza kuhesabu. Bwana asifiwe. Sasa unaweza
Mungu alipoumba nyakati, Biblia inasema kwamba siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Mzee wa mbinguni hakuumba nyakati za hatari, bali hatari imebebwa na watu watarishi ambao wanaishi ndani ya ile muda, ambao ni wale watu ni watu wabaya mno. Sijui kama mnanielewa. Kuna watu ambao wanaishi duniani wanatembea na vijitabia ambao vile vijitabia vinabadilisha siku na nyakati za mwisho kuwa nyakati za hatari. Mimi simjui ni nani, mimi simjui, lakini wewe mwenyewe ndio unatakiwa ujichunguze. Je, hii tabia nilio nao ni tabia ya kupewa au ni tabia ambao nimetoka nao mbinguni? Unaweza kuwa unajizania uko njema machoni pa watu, lakini Mungu anapokuchungulia wewe ni mtu hatari. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Wakati Yesu mfalme alipokuwa duniani, alikuta makundi ya watu wanne. Duniani kulikuwa makundi manne ya binadamu. Ni watu hatari mno. Kundi la kwanza ni watu walio na mioyo kama mawe, sijui ni ya nani. Kundi la pili ni watu walio na mioyo kama barabara, sijui ni ya nani. Kundi la tatu ni watu walio na mioyo kama miti ya miba, sijui ni wa nani. Bwana asifiwe. Kundi la nne ni watu wenye moyo mzuri. Hawa watu ni wadogo mno. Hawa watu ni wadogo kwa idadi ya wakwenda mbinguni. Kwa asilimia duniani, Baba wa mbinguni kwa wale watoto wake wako pasenti 25 tu. Wale 75 ni ya wote waenda jehanamu. Sijui leo naongea na mwenda jehanamu au naongea na mwenda mbinguni, sijui. Lakini tabia yako ndio itakupeleka mahali ambapo mbingu inafanya nini? Inataka. Sijui ni nani. Amen. Sijui ni nani. Uchunguze tabia ulio nao iko kwenye design gani. Huyu aliyoko hapa hayupo hapa, aliondoka tangu siku ile alipokata roho. Bwana asifiwe. Sasa iko hivi, kufa sio shida, au kuondoka kwenye mwili huu sio shida. Shida unaenda wapi? Unaona kwenye fumbo? Unatakiwa jiulize maswali, shida naenda wapi? Kila mtu ikifika wakati wa kifo, kila mtu anakaa na roho ya huzuni. Anaweza kuwa mchawi anahuzunika, anaweza kuwa mzinzi anahuzunika, anaweza kuwa mwizi anahuzunika, anaweza kuwa mlevi anahuzunika. Lakini tukienda kumpeleka malaloni, tukirudi tabia ni ile ile. Hivi mimi sijui naongea na watu hapa. Mimi sikujui anayekuchunguza ni Mungu. Lakini ile linakuja kwa ajili ya kukuokoa. Uokoke ni kutaka kwako, ufungue milango. Usipotaka ni wewe mwenyewe, lakini ujumbe unafika. Ujumbe unafanya nini? Unafika. Bwana asifiwe. Amen. Tuishi kwenye maisha ya kutengeneza, kila mtu akae mwenyewe binafsi kutengeneza. Kaa kwenye chemba mwenyewe, anza kujichunguza. Hivi vijitabia mbona sivielewi? Vinanifunga akili, mbona sielewi? Natamani nifurukuke niwe kama mtu mwingine. Lakini hakuna muda. Ukitaka kuongea na kijana ni hivyo hivyo. Ukitaka kuongea na mama ni hivyo hivyo. Ukitaka kuongea na mzee ni hivyo hivyo. Tolo manyama anga, benu bana bati no suku mwanako bwana. Ndivyo sawa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndugu, sikiliza nikwambie. Maisha ya kuponda muda ni maisha ya hasara. Maisha ya kuponda muda ni maisha ya hasara. Wako wanaokaa kwenye vituo, wako wanaokaa kwenye kucheza ludo, wako wanaokaa kwenye puru. Yako vitorokoro vingi ambao watu wanajilimbikizia tu, ajipondeka muda, ajue kama muda umesetiwa na mbingu. Haujui siku yako ya kuondoka, hujui. Haujui, lakini unaishi tu kwenye fumbo, hautajua. Labda unaweza unakaa kwenye kuponda muda, jioni tukasikia fulani anafanya nini? Hayupo.
anakufa. Amekufaje? Kumbe alikuwa duniani, alikuwa haelewi kama tunaishi kwenye fumbo. Rudi, tafakari. Ya huyu imeisha, ya kwako ndio inabaki. Unasubiri nini kutengeneza? Unasubiri nini kupatana na Muumba? Hakuna watu wagumu kama wachawi. Ni watu hatari. Watu hatari. Wale wanakaa mahaba kuseti nguvu za kichawi kuendesha binadamu, kuendesha vijana, kuendesha wakina mama. Kuna mtu anaweza kuwa na roho ya uzinzi ambaye ametoka kwenye wachawi. Kuna mtu anaweza kuwa ni mlevi ambaye ametoka hapo kwenye wachawi. Kuna mtu anaweza kuwa na kimoja kitabia kumbe ametupiwa tu. Sasa wewe, mimi naongea na wewe. Rudi kwa Muumba wako, rudi. Sikae kwenye upofu. Shetani ametengeneza watu waishi kwenye upofu, akili finyo, akili ambayo haioni. Bwana asifiwe. Amen. Rudi. Ufalme wa Mungu unakuhitaji. Ni wewe tu ndio unatakiwa ukajipange vizuri na mbingu itakupokea. Biblia inasema kwamba mbinguni kuna furaha kubwa kwa mtu mmoja, sio wawili. Mtu mmoja anayetubu. Amen. Sio wawili. Sijui kwenye familia yako mko wangapi. Sijui. Lakini nasema mtu mmoja tu anayetubu. Tengeneza wewe mwenyewe binafsi, sio cha watoto, vya wanani. Wewe mwenyewe binafsi. Tengeneza maisha yako na Mungu atakuweka mahali pazuri. Kwa nini? Baada ya haya maisha kuna mengine. Watu waga waelewi hiki kitu. Sijui watu wanarogwa na namna gani. Baada ya haya maisha kuna maisha mengine. Turudi tukawe na mahusiano na mzee wa mbinguni. Na Bwana atakupokea. Mungu akubariki. Amen. 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 Asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Maisha lugha tulionayo. Amen. 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 Kwa Mungu anataka tuishi maisha ya bila kuponda muda. Tumemwelewa sana mwalimu, na Mungu akubariki tu kwa neno. Tunaenda na programu yetu. Kwa sasa tuna saa 9:39. Utapiga hesabu kutoka hapa hadi Malaloni kurudi. Alafu utaangalia na namna tunavyoenenda na ibada. Amen. Kuna kaumbali kidogo. Tumekuwa na muda wa kusikia hotuba ya marehemu, na hotuba tutaisikia kama ifuatavyo. Tunaanza na familia ikimaliza tunaenda na kijiji kikimaliza tunaenda pia na kanisa, ndio itakayofunga mlango. Kwa hiyo katika hali ya kukomboa muda, familia karibu kwa ajili